wewe mgeni rasmi ambaye ndiye mtendaji mkuu wa shughuli serikali kwenye mkoa wetu, sisi tunasema umetuongoza vyema, na uwepo wako tunakuhakikishia kwamba tuendelea kunyakua tuzo hii miaka yote. Piga makofi mengi sana. Amana hoye. Tumeanza, haturudi nyuma. Si ndio maana yake? Mwaka jana tumeita ajali kazini, bahati mbaya tuliteleza. Si ndivyo Daktari Toba, watumishi hawa wanayo hamu kubwa kusikia neno kutoka kwako. Lakini kabla hujaongea nao, naomba urizie tuendelee na itifaki ya ratiba yetu kama ambavyo imewekwa. Kwa ruksa yako, naomba nimkaribishe dada yangu Amina Idi, afisa utumishi, aweze kutambulisha watumishi hawa ambao wako hapa. Asante MC, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Asante sana. Naomba afisa uhusiano aje kutambulisha hadhira hii. Sufiani. Amana hoye! Mheshimiwa Dr. Toba Nguvila, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Naomba sasa nitambulishe wa viongozi ambao umeambatana nao. Naomba nimtambulishe mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya hospitali, ndugu yangu Balozi Kindamba. Lakini pia ameambatana na mjumbe mwenzake, dada yangu Ida Luhanga. Lakini pia tunaye jemedari wetu ndugu yetu Bryson Loti Kiwelu. Yeye ni mganga mfawizi wa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Amana, ambao nadhani ishatambulishwa jambo ambalo umelifanya. Tumepata hiyo tuzo. Lakini pia tunaye dada yetu yeye anayetuafanya sisi tupo hapa na tunafurahia kuwepo hapa Amana. Dada yangu Amina Idi, yeye ni afisa staff. Lakini pia mgeni rasmi, tunao watumishi ambao tumeambatana nao kwenye hafla hii. Tunao viongozi au timu ya uendeshaji wa hospitali. Popote basi naomba mnyoshe vidole ili mgeni awaone. Lakini pia tunao wauguzi ambao ndio jeshi kubwa. Naomba wanyoshe vidole. Tunao madaktari. Madaktari, naomba mnyoshe vidole. Lakini pia tuna kundi jingine kubwa ambalo tunasema ni supportive, ambalo linajumuisha maafisa ustawi, tunao hapa. Lakini pia tunao mafundi wa hospitali. Naomba mnyoshe vidole kwa umoja wenu. Lakini pia mgeni rasmi, tunao taasisi yetu ya dini ya Kiislamu JAI, ambao tunafanya nao kazi kwa karibu sana, na waona wapo hapa. Naomba mnyoshe vidole. Lakini pia tunao waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vikubwa vya hapa nchini. Nadhani wanajiona wenyewe wako kwenye utendaji wa kazi. Basi mimi ni shukuru kwa utambulisho huu mfupi. Nirudishe mic hii kwa kuongea chochote. Mheshimiwa Daktari Toba Nguvila, katibu tawala wetu wa mkoa wa Dar es Salaam na mgeni rasmi katika hafla hii ya mapokezi ya tuzo tulioipata sisi watumishi wa hospitali ya Amana kwa kutoa huduma bora. Tuzo hii kumbuke kwamba imepatikana kwa tathmini iliyofanywa kwamba hospitali hii imekuwa kinara katika utoaji wa huduma. Hoye! Manake nyinyi ukipimwa mpaka mmekuwa wa kwanza kwenye kutoa huduma za hospitali. Jipigeni makofi mengi sana. Naamini
kuna majianti wako wengi sana, lakini wote mmewapiga kule, si ndio? Kabla tukiendelea mbele, sisi tunao viongozi wetu wa kimani, kwa maana viongozi wa kiroho, waje watuongoze kwa sala na dua, na kisha itifaki nyingine itaendelea. Tafadhali Shehe kutoka Jai, karibu sana, tuendelee kwa ajili ya dua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa uwezo wako wako, tulisimama leo hapa mbele yako kwa huruma zako, kwa msaada wako tunahitaji katika hospitali hii. Mwenyezi Mungu, wape huruma madaktari wetu na wauguzi wetu, na wape afya njema waweze kutuhudumia. Akipea mpe busara, hekima na uwezo na nguvu mfawidhi wetu Bwana Bryson Kiweru na wale pamoja wanaomsaidia katika kazi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ujalie wepesi wagonjwa wetu wote walioko hospitali ya Amani na hospitali nyingine, na wale ambao wanaokimbizwa kutibiwa nje ya nchi waweze kupona kwa salama na amani. Mwenyezi Mungu aponyeshe waliokuwa katika wagonjwa wale katika hospitali yetu hii, lakini pia na wagonjwa majumbani kwa uwezo wako kutukufu kwa huruma yako. Dawa, chakula, maji iwe sababu ya kupona kwao. Dawa, chakula na maji iwe sababu ya kupona kwao. Mwenyezi Mungu ajalie busara na hekima na uwezo na utukufu, wapone salama, warudi salama nyumbani kwa ungane wao na familia zao. Tunakuomba wewe kwa nguvu zako, kwa utukufu wako, tunakukabidhi wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu Tabaraka wa Taala, uweze kutufanikisha haya na mengine zaidi ya haya. Tunakuomba kwa kutupa tunu hii, tunakushukuru kwa kutupa tunu hii, ikaonekana sisi Amana ndio watu wa mwanzo kuliko wengine. Na Mwenyezi Mungu zidi kutunyanyua zaidi ya hapa. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Asante sana ndugu yangu Shehe, naomba tumpigie makofi mengi sana. Baada ya kupata dua hiyo, sasa niombe nimkaribishe dada yangu Nelly Clara kwa ajili ya dua sala. Karibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya furaha na amani na upendo uliotawala ndani ya Amana RH. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu, kwa sababu bila mshikamano pamoja nao tusingeweza kufikia hatua hii ya kudedea Tanzania nzima. Tunakushukuru sana. Tunaikabidhi hadhira hii mikononi mwako. Tunaomba Mungu ukatukinge, ukatubariki. Endelea kutupa umoja na nguvu. Zaburi ya 133 mstari wa kwanza inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja tena kwa umoja. Ukatusaidie, maana umoja ni nguvu. Ukatupe hekima na busara katika kila jambo ambalo tunaenda kulifanya. Tunakabidhi kila kitu mikononi mwako, zaidi damu ya Yesu ikapata kufunika kuanzia malango ya Amana mpaka mwisho kule, kila mahali Bwana. Wagonjwa wote wanaokuja hapa wapokee tabasamu, wapokee upendo, wapokee matibabu, wapokee counseling, wapate huduma bora zinazostahili. Na Mungu, huu ni mwanzo tu. Tutaendelea kuwa kidedea siku zote tangu sasa na hata milele. Katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Jamani, naomba mpigie makofi mengi sana mama mchungaji. Tumepitia sana. Mama mchungaji, tunakushukuru sana. Amen. Na ukifungua kanisa utuambie tuanze kuwa Amana wewe. Daktari Toba Nguvila, katibu tawala wetu wa mkoa wa Dar es Salaam na mgeni rasmi katika hafla hii. Sisi tumetaka tusherekee nawe furaha yetu, na nina imani uwepo wako hapa na wengine watataka kupambana na sisi, na ndio ufanisi wa utendaji kazi tutakaopatikana katika mkoa wako. Sisi tunaendelea kuamini kuwa kinara siku zote. Baada ya kuyasema hayo, naomba urizie sasa tupate kipaji cha watumishi wako hawa. Mheshimiwa mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ndugu yangu Balozi Kiramba, mjumbe wa bodi Dr. Eda, Madam Amina
resource officer, watumishi wenzangu, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Niliyesimama mbele yenu ni Dr. Kiwelu Bryson, mtumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana kwa nafasi ya mganga mfawidhi. Siku ya leo kwa niaba ya watumishi wote wa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana, tunasimama mbele yenu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kujalia kibali cha kuonekana mbele zake, na zaidi sana kibali cha kuonekana na wananchi ambao ndio waliotoa maoni kuhusiana na tuzo hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo ni siku ya shukrani kwa Mungu, siku ya shukrani kwa wananchi waliotoa tuzo yao, waliotoa maoni yao, na zaidi ni siku ya kurudisha shukrani kwa watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa ya Amana kwa kazi njema, kwa umoja, kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakituonyesha wakati wote. Zaidi sana siku ya leo ni kushukuru wizara yetu ya afya, viongozi wote wa ngazi mbalimbali kuanzia serikali ya mtaa mpaka ofisi yako kwa jinsi ambavyo mmetusimamia kwa ukaribu na kutuelekeza mpaka waweza kufikia mafanikio haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio haya ni matokeo ya timu na umoja tulionao katika hospitali ya rufaa mkoa ya Amana. Watumishi nawaona hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni watumishi ambao wanaweza kuhoji, wanaweza kushauri, wanaweza kuonya, wanaweza kubuni kile inapotakikana. Kwa sababu hiyo basi, kwa kupitia umoja wetu na mshikamano wetu kwa miaka mingi, hata kabla ya mimi kufika hapa Amana, hospitali ya Amana imekuwa ikifanya vizuri, na katika mashindano ya ngazi mbalimbali yakiwemo yale ambayo yanaratibiwa na timu yako ya afya ya mkoa, tumekuwa tukiongoza mfululizo kuanzia mwaka 2021, 22, 23 na mwaka jana tulishindwa kwa nafasi moja tu, kwa maksi moja tu katika ngazi hiyo ya mkoa. Na katika ngazi ya kitaifa hata mwaka jana, Mheshimiwa mgeni rasmi, tulishika nafasi ya kwanza katika kutoa huduma bora, lakini hiyo ilishindanishwa hospitali za rufaa za mikoa peke yao, na tuzo hiyo ilitolewa na mkurugenzi wa tiba Wizara ya Afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtakumbuka ya kwamba mwaka jana hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana ilifanya dinner gala fundraising ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Mlimani City kwa mafanikio makubwa sana, ambapo tuliweza kukutanisha wadau wengi wa maendeleo, marafiki, ndugu, jamaa kwa ajili ya kuchangia uboreshaji wa miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana. Kazi ile kubwa na njema ilifanywa na watumishi hawa, na kama isingekuwa umoja na ushirikiano miongoni mwetu, ni dhahiri kwamba tusingeweza kufikia tukio lile kubwa. Ni tukio ambalo lilihitaji ushirikiano, lilihitaji namna ambavyo timu inafanya kwa uzuri, ndio maana tuweza kufikia hapo. Na wakati huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeendelea kuboresha maeneo yetu ya kutolea huduma, na falsafa yetu kwanza ni kumponya mtoa huduma ili aweze kuponya wale ambao wanapata huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kupitia falsafa hiyo ya kujaliana sisi kwa sisi na kuweka umoja, tumeweza kufanikiwa kufikia malengo yetu mengi ya kutoa huduma bora. Na tulipopokea tuzo hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa na kikao chetu cha bodi cha kwanza kabisa siku ya tarehe 8, ambapo tarehe 9, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo viongozi wetu wa bodi waliona wahakikishe kwamba kweli kama tuna deserve kupata hii tuzo au la. Ili kuhakikisha kwamba tunaweza kweli tumefikia vigezo, bodi ilienda kuwahoji wananchi pale kuhusiana na huduma zinazotolewa, na wananchi wote waliohojiwa ambapo walikuwa huru kusema, walisema sasa hospitali ya Amana huduma zinatolewa vizuri sana, hata mgonjwa akifika hapa pasipo wao kuwepo anapokelewa, anapata huduma, na zaidi sana ndugu wanapokea ujumbe wa message kwenye simu zao ya kwamba mgonjwa kishapewa huduma 1, 2, 3. Na wamesema kwamba kwa sasa kudaiwa rushwa na fedha mkononi au kuambiwa maneno magumu imekuwa ni nadra sana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana. Walisema watumishi wa Amana wanafanya kazi kama nyuki wa mashine. Nyuki wa mashine hana ugomvi na mtu, yeye anaingia, anachukua kile anachokihitaji kwa ajili ya kutengeneza asali, na ndivyo watumishi wamekuwa wakifanya. Wanakwenda, wanatoa huduma na mwisho wanapeleka bili. Na ufikia wakati wa kutoa bili sasa ndipo changamoto inapokuja. Wananchi wengi walisema kwamba changamoto yao kubwa ni kwamba hawawezi tu kumudu gharama za matibabu, vinginevyo huduma wanazipata vizuri. Na kingine walicholalamika ni kwamba wakati mwingine
kunakosekana maeneo ya kutolea huduma na madaktari wanakuwepo, lakini sehemu za kutolea huduma zinakuwa finyu. Ni kweli kwamba mheshimiwa mgeni rasmi kwamba tuna uhaba wa maeneo ya kutolea huduma, na ndio changamoto ambayo tulionayo kwa sasa, na itupelekea kufanya ile fundraising dinner gala kupata fedha za kuboresha miundombinu ya kutolea huduma. Zaidi sana tumeendelea kusisitiza na kuwaomba viongozi wetu mtusaidie kupata majengo ya Amana Vijana Center hapo, ili tuweze kupanua wigo wetu wa kutoa huduma na kuweza kuhudumia wananchi wetu kwa ufasaha na kwa uzuri zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini ya kwamba kwa hatua tuliofikia sasa, endapo tungekuwa na miundombinu sahihi, basi hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana itakuwa imemaliza ngazi ya kitaifa. Sasa tunataka kupata mashindano ya nje ya kitaifa, na hayo yatafikiwa endapo tu tutapata miundombinu sahihi na rafiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee na kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana, tunaomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi njema na kubwa aliyoifanya katika sekta ya afya, sio katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana tu, bali katika nchi yetu yote na katika ngazi zote za huduma. Hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana ni moja ya watu ambao ni moja ya taasisi ambazo zimenufaika na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6, kiasi kwamba tuna mitambo na mashine za kisasa za kuwezesha kutoa huduma. Ukichukua mitambo hiyo ya kisasa na mashine ukachanganya na watumishi hawa wenye hari, umoja na bidii, ni dhahiri kwamba lazima matokeo bora yatakuwepo. Tuzo aliyopata Mheshimiwa Rais ya kupunguza vifo vya kina mama kutoka 556 kwa vizazi hai 100,000 mpaka vifo 104 kwa vizazi hai 100,000, ni dhahiri kwamba amefanya kazi kubwa, na sisi wana Amana tumedhihirisha kwamba ni kweli huduma za afya katika sekta ya umma zimeboreka. Ndio maana hospitali ya Amana hapa katikati ya mji, pamoja na kuwa na wananchi ambao wanaweza kuhoji na kushauri, tumeweza kupata nafasi ya kwanza kwa utoaji huduma bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wana Amana tunasema tuzo hii ni ya wananchi wa Ilala, ni ya wadau wa maendeleo katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana, kwa sababu wao wametumika kama kioo cha kutumulika kuona namna ambayo tunatenda. Basi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu siku ya leo ni ya furaha na shukrani, naomba niishie hapa na nikushukuru sana kwa kukubali kuwa pamoja nasi katika siku yetu ya furaha. Watumishi wenzangu nawashukuru, asanteni sana kwa kukaribisha mgeni rasmi, naamini nimewakilisha kadri inavyofaa. Asante sana. Haya, asante sana. Sijakuruhusu kurudi. Kwa sogea pale bwana. Si ndio moyo wetu huyu? Ndio. Ndiye siye? Haya, wote tusogea hapa. DJ wamsindikize mpaka kwenye kiti chake hapa. Tafadhali DJ wasindikize. Kwa ruksa yako daktari, naomba nimwalike dada yangu Ida Luhanga kwa dakika moja atoe salamu za bodi ya hospitali. Halafu kaimu mwenyekiti atakuja kukaribisha wewe sasa. DJ mlete mjumbe wa bodi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Amana oye. Oye. Moi oye. Oye. Kwa niaba ya bodi ya ushauri ya hospitali ya Amana, napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa uongozi wa hospitali ya Amana, wafanyakazi wote. Hii tuzo kama alivyosema mkurugenzi wetu, sio tuzo kwa ajili ya wafanyakazi pekee yenu. Hii tuzo kwa niaba ya watoto njiti. Sisi tunasema asante, kwa sababu katika hospitali zote, yani mimi ni shahidi kama mama njiti, Amana mnatubeba. Natamani nikipata tena mtoto njiti basi sio sehemu nyingine zaidi ya wapi jamani? Amana. Kwa hiyo hata mama njiti tulionao kwenye group wengi waliotoka Amana wanatuambia. Kwa hiyo hii ni kwa wagonjwa wote wa Amana, Ilala nzima, hii ni tuzo yetu sote. Asanteni sana, na naomba muendelee kufanya kazi bila kuchoka. Lakini kwa niaba ya bodi, mimi nitaomba sasa bodi ya mwaka huu mpaka mwaka 2027 tunatamani tuzo isiwe moja, ziwe zote, yani tuzichukue. Sasa kwa mpango huo tutaomba, naamini katika wafanyakazi kuna wengi wenye mawazo mazuri mengi sana. Tutaanzisha boksi
kwa ajili ya mawazo ya wafanyakazi kwa ajili ya kuboresha hospitali yetu. Sisi tutayasoma, tutaona yapi tuyaweke kipaumbele ili amana yetu iwe ya kitofauti. Tunaweza mara 3. Asanteni sana. Mjumbe wa bodi, tunakushukuru sana kwa neno lako zuri ambalo umetupatia. Ila kwa mafanikio haya Daktari Toba, na mimi nitakuwa mjumbe wa bodi hii, kwa sababu unajua unakuwa unasikia raha ukiwa mjumbe wa bodi alafu kile ambacho upo nacho kinashika nafasi ya kwanza, si ndio Basi Daktari Toba Nguvila, kama nilivyosema, hali ya hewa sio rafiki kwetu na tuna haja sana kusikia neno lako. Niombe sasa nimkaribishe mwenyeji wako, kaimu mwenyekiti wetu wa bodi ya ushauri ya amana, ndugu yangu balozi. Karibu uje useme neno na kisha umkaribishe mgeni rasmi aongee nasi, na akimaliza atatuongoza kukata keki na hatimaye champagne. Halafu sasa tupatia kile ambacho tunatakiwa tukakiweke ofisini tukiangalia. DJ, mlete balozi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Amana safi. Amana oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, katibu wetu wa tawala mkoa wa Dar es Salaam Dr. Toba, mganga mfawidhi ndugu yangu Dr. Bryson, mjumbe wa bodi Dr. Ida, na dada yangu Amina, mtu mzito sana wa utumishi pale. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutuwezesha kukutana katika muda huu. Mimi yangu ilikuwa ni kumkaribisha mgeni wetu, mgeni rasmi, lakini kwa kuwa mimi ndo kaimu mwenyekiti wa bodi, naomba niseme kwa sekunde 30. Jamani, tunawapongeza sana. Haikuwa kazi rahisi kwa hospitali yetu ya Amana kuwa namba 1. Sasa nini tunachokichukua hapo? Kuwa namba 1 ni jambo rahisi sana. Naomba tusikilizane hapa. Kuwa namba 1 ni jambo rahisi sana, lakini kuweza kukaa katika ile namba 1 ni jambo gumu sana, kwa sababu wale tulioshindana nao Moi hospitali ni ngapi? Zilikuwa 25, 28 Tanzania nzima. Amana imekuwa ya kwanza. Kwa hiyo hata wale tuliowashinda wanaweza wakasema tulibahatisha au tulipendelewa, na wao pia lazima waje wajizatiti. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha, tuwapongeze sana, lakini tunaomba ikiwezekana tuipite hata hiyo namba 1. Kama mgeni rasmi kuna namba zaidi ya 1, sisi Amana ndo twende pale. Yani tuwe tumepitiliza. Kwa hiyo baada hayo machache, kama mjumbe wa bodi alivyotangulia kusema, tutashuka kwenu ili mradi tuunge juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan katika nia yake ya dhati ya kusapoti sekta ya afya na sekta nyingine kwa maendeleo ya wananchi na Tanzania kwa ujumla. Kwa hayo machache, naomba nimkaribishe kwa heshima na taadhima mgeni wetu rasmi Dr. Toba aongee na hadhira hii. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi nyinyi mtanisikia kweli huko nyuma? Mnanisikia Ndugu yangu mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya rufaa ya Amana, Bryson Kiwelu,
Natambua uwepo wa wenyeviti pia wa bodi, kaka yangu Barozi Kindamba, lakini pia dada yangu Ida Ruhanga. Kinatambua pia uwepo wa afisa utumishi wenu Bi Amina Idi. Kinatambua uwepo wa watumishi wote na management nzima ya hospitali ya rufaa ya Amana. Natambua uwepo wa wanahabari wote na wanajamii nzima ya Amana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu jipongeze wenyewe kwanza. Jipigie makofi kweli kweli. Kwa dhati ya moyo wangu nipongeze sana juhudi na maarifa na upendo mkubwa wa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na bora ambayo kwa kweli anaifanya kwenye sekta ya afya, si Amana tu bali nchi nzima ya Tanzania, na hasa mkoa wetu huu wa Dar es Salaam ameitendea haki sana sekta ya afya. Kwa kweli tumpongeze sana. Mnaona wenyewe kwenye miundombinu, mganga mfawidhi amesema vizuri sana. Miundombinu inajengwa na inaendelea kujengwa kila siku. Mmeona pia kwenye vifaa tiba, vifaa vingi vimekuja vya kisasa na bora kabisa. Zamani vifaa kama CT scan, MRI ilikuwa haiwezekani kwenye hospitali, zaidi ilikuwa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Lakini leo hata Amana tunavyo, si ndio jamani? Zamani tulikuwa na watumishi wachache sana, lakini leo hali imekuwa nzuri zaidi. Maana yake nini? Mama yupo kazini. Lakini huyu mama hawezi kufanya kazi peke yake. Ni lazima kuwe na wasaidizi bora. Msaidizi namba moja wa mama ni Mheshimiwa Waziri wa Afya, mama yetu Jenista Joakim Mhagama. Anafanya kazi nzuri sana. Hebu tuwapigie makofi wote. Lakini unapoona Amana inasonga kwa sababu kuna watendaji wazuri. Ninyi ni watendaji wazuri chini ya jemedari wenu, kiranja wenu mkuu, ndugu yenu, kipenzi chenu. Huyu jamaa hapa amekaa. Hebu mpigie makofi sana. Usimapigie makofi ya kichoyo, mpigie makofi kwa kweli mgongoni. Mnapoona kila wakati akisimama akisema mnashangilia, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya upendo, umoja, mshikamano, uchapakazi wake aliyoweka kwenye hospitali ya Amana. Na sehemu zote alikopita amefanya kazi vizuri sana. Na ndio maana kaletwa kwenye hospitali bora na nzuri ya Amana. Kwa kweli Kiweru unafanya kazi nzuri sana. Hongera sana. Na anafanya hivi vizuri kwa sababu anapokea maelekezo mazuri kutoka kwa bodi. Bodi, hongera sana. Endeni kuchapa kazi. Sisi wengine tunakuwa tunaangalia tujue kwa ile Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Albert Charamira. Ukiona anapita mara moja mara mbili, kwa sababu hospitali yenu mnafanya vizuri. Na ndio maana tunakuja ili angalau hii standard iendelee kuwa. Sasa nitaongea machache. Tumesema wenyewe kwamba kwenye uchambuzi wa vigezo mbalimbali ambavyo vimewekwa na Wizara ya Afya katika kupima ubora na utendaji wa hospitali zetu, kwa maana KPI,
imeonekana hospitali yetu ya Amana imefanya vizuri zaidi kwa ubora wa utoaji wa huduma kuliko maeneo mengine. Mnadhani kwamba hili ni jambo dogo? Mnafikiri jambo dogo? Ni jambo kubwa sana. Mmeeleza hapa katika hospitali 20 ngapi? 28. Lakini hospitali ya Amana imekuwa namba 1. Na hii ninaiona kwenye viashiria mbalimbali, kwa sababu naona malalamiko siyapati siku hizi, sio kama zamani. Malalamiko yamepungua, hospitali na mazingira nadhifu, ni safi. Nikiwaona hata watumishi wote mko nadhifu, mmependeza. Nimeona mle ndani vifaa viko bora. Huoni hata vifaa ambavyo vimerundikana ovyo ovyo, vimepangiliwa vizuri. Nimeangalia pia hata wataalamu waliopo ni bora, class A kabisa. Hongera sana. Sasa haya yote haya hatuwezi kuhujumiwa tukawa wa mwisho. Hata wizara imeona kwamba ninyi na sisi wana Amana tunapaswa kuwa wa kwanza. Hili ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini tujipigie makofi na vigelegele kweli kweli. Ndio maana hata nilipokuwa namwambia MC, mbona kamuziki umenibania? Kamuziki kanaashiria nini? Mafanikio. Hongera sana. Kwa hiyo tuzo hii ni tuzo ya uchapakazi bora. Kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa 4 2025 mmesema Mheshimiwa Waziri alitoa zawadi kwa hospitali yetu ya Amana kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Maana yake nini? Hii zawadi mmepewa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa maana Dr. Samia Suluhu Hassan anaelewa mchango wenu wa Amana, mnafanya kazi vizuri sana, na ndiyo maana akasema hapana, kwa ubora wa huduma Amana is number 1. Hongera sana. Sasa yako mambo mbalimbali ambayo mganga mkuu ameyasema, lakini naomba niyazungumze. Tumesema habari ya eneo. Mimi nikuhakikishie hili eneo lazima tutapata tu, kwa sababu hii huduma ni huduma ya wananchi, sio huduma ya mtu. Mahitaji ya afya ni mahitaji ya wananchi, sio mahitaji ya mtu binafsi. Hatuombi majengo, hatuombi eneo kwa ajili ya Kiweru, tunaomba eneo kwa ajili ya jamii yetu ya Amana. Na sio Amana tu, nchi nzima wanakuja pia Amana kutibiwa hapa. Kwa hiyo niwahakikishie hili eneo mlioliomba kutoka National Housing, tutaandika barua, tutafika wenyewe pia kuwaomba ili kusudi tupate hili eneo, ili tupate nafasi ya kutosha kwa ajili ya kutolea huduma bora ya afya. Nitakwenda kuzungumza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, yeye na mimi pamoja na mganga mfawidhi na bodi, tutakwenda kwa ajili ya kufanya presentation kuona umuhimu wa haya majengo kuachiwa hospitali ya rufaa ya Amana, hospitali ya serikali kwa ajili ya faida ya wananchi, kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kupunguza kero ya wananchi wagonjwa wanaotibiwa eneo la Amana. Kwenye kazi hiyo kwa kweli nguvu ipo, tutafanya kazi kuhakikisha kwamba hayo majengo yanapatikana. Sasa swala la bima ya afya nimelisikia pia kwamba ni changamoto. Ni kweli. Na hii pia jamani, lazima jamii ikubali. Swala la bima ya afya ni kwa ajili ya faida ya watu wasioweza kuaccess hii bima ya watumishi. Tunayo bima ya NHIF, lakini tuna bima hii ya jamii. Sio wote ambao wapo
kwenye mfumo rasmi wa ajira ili wakapata hii bima ambayo ya NHIF. Serikali umeona imeshapitisha tayari sheria na kuitaski Wizara ya Afya ili iendelee na nini na uratibu. Sasa hili jambo na sisi viongozi wenu ni lazima tusaidie pia kuhamasisha. Waheshimiwa wakuu wa mkoa, nitaenda kumwomba mkuu wa mkoa wetu naye asaidie pia kuhamasisha kwenye mikutano yake, lakini pia nitawaomba pia wakurugenzi, lakini pia tutawaomba pia wakuu wa wilaya ili nao wasaidie kuhamasisha watu wengi waweze kuhamasika kujiunga na afya na huduma ya afya ya jamii. Hii itasaidia sana wengi kujiunga, na mmesema wengine wanalalamika matibabu ya hali ya juu, si ndio? Sasa mkiwa na bima ya afya manake malalamiko hayatakuwepo, si ndio jamani? Kwa hili nimelichukua, talifanyia kazi na nitalifikisha pia kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini pia hata mimi kwenye ziara zangu za ukaguzi wa miradi, hamasa namba moja itakuwa watu kujiunga na bima ya afya ya jamii ili kupunguza malalamiko. Sasa nafahamu yako mengi, nimeona pia kwenye hili la burudani wengi kwa kweli mnapenda, kama mna kiu sana ya burudani. Mganga mkuu, kwa sababu burudani ni sehemu ya motisha kwa watumishi wetu. Nao watumishi wanafanya kazi sana, wakati mwingine wanachoka. Sasa nataka turatibu matukio mawili. Tukio la kwanza wafanye SGR Mikumi Tours weekend. Ili watoke hapa waende kwenye hifadhi ya Mikumi, waangalie wanyama, wajifunze outing kwao. Hii itasaidia moja, kujifunza, lakini pili, kuongeza mshikamano, lakini tatu, kuja na ubunifu, lakini nne, hutosikia malalamiko yote kazini. Hata yale maneno ya umbea hayatakuwepo kabisa. Amana hoye! Amana hoye! Amana hoye! La pili, unasikia bwana? La pili, hakikisha mapema kabisa tunaandaa bonanza la watumishi wa amana. Na bonanza hilo halitakuwa amana tu, itashirikisha pia na Mwananyamala pamoja na Temeke, ili siku ile wafanye shughuli za michezo, lakini pili waserebuke na muziki kidogo. Hapo vipi? Hapo vipi? Na mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Albert John Charamila, mkuu wa mkoa. Nitamuomba ili atakuwa mgeni rasmi, kwa sababu ngoja nikwambie, kwanza kwenye bonanza ni sehemu pia ya afya. Tutapunguza pia rate ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Masuala ya visukari yatapungua, masuala ya pressure yatapungua, sio jamani? Bonanza lina faida kubwa sana, linatuweka pamoja. Watu watafukuza kuku, watatembea kwa magunia, watavuta kamba, wanetiboli watacheza, wafutiboli watacheza. Hilo linasaidia sana, na ni nzuri pia zaidi bonanza, muje pia na waume zenu na wake zenu nao washiriki, na wapunguze nini na vitambi. Amana hoye! Amana hoye! Kwa hiyo ndugu zangu, leo ninafarijika sana, nimefarijika sana kwa sababu ndani ya mkoa wa Dar es Salaam tumepokea zawadi nzuri, zawadi ya mshindi wa kwanza wa utoaji wa huduma bora ya afya Tanzania. Ni heshima kubwa kwa mkoa wetu, ni heshima kubwa kwa mkuu wa mkoa, ni heshima kubwa kwa hospitali ya Amana na viongozi
pamoja na watumishi wote na wanajamii wa hospitali ya Amana. Hata mimi mtendaji mkuu wa mkoa nimefurahi sana kwamba na mimi nimechapa kazi vyema, kwa sababu ushindi huu, ndugu zangu, unakwenda sote kwa pamoja. Na unaona kabisa mganga mfawidhi namna anavyopambana. Utasikia fundraising, kuna wengine fundraising zile hawafanyi, lakini yeye amekuwa mstari wa mbele kwa sababu anaona umuhimu wa namna ya kuboresha hospitali yetu ya Amana, na ameona umuhimu wa kutoa huduma bora kwa wagonjwa wetu wanao attend hospitali ya Amana. Kwa hiyo unapokuwa na moyo mbunifu, tegemea wazi kwamba kila mwaka mtachukua makombe ya mshindi wa kwanza. Kila mwaka hospitali ya Amana itakuwa mshindi wa kwanza kwa utoaji wa huduma bora ya afya kwa wagonjwa wetu. Sasa kubwa, mtangulizeni Mwenyezi Mungu sana. Ukisoma Wafilipi 4:13 maneno ya Mungu yanasema, inayeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na kule mwingine tutashinda, na zaidi ya nini? Ya kushinda. Kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi. Na hii kazi, ndugu zangu, ni kazi ya kumtanguliza nani? Mungu mbele. Na ndio maana watumishi wa afya ni watu ambao wanaheshimika sana, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu umuhimu wa kazi yenu na unyeti wa kazi yenu. Na Mheshimiwa Rais anawapenda sana, mkuu wa mkoa anawapenda sana, hata mimi katibu tawala wa mkoa wenu ninawapenda sana kwa sababu mnachapa kazi vizuri. Niwaambie, unapotokea changamoto yoyote ya kiutumishi, niko tayari kuwasaidia tangu jana, leo, hata kesho. Mtu akiwa na changamoto yoyote, ofisi yangu iko wazi. Na bahati nzuri moyo umekuwa unakuja mara kwa mara, wakati mwingine hata bila appointment, lakini na attend shida yako. Na wakati mwingine hata short notice nakuja, kwa sababu Amana mnafanya kazi bora sana. Mmetuheshimisha sana eh? Mmetuheshimisha sana. Mmetuweka tuwe nini? Juu. Mmetekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mmetekeleza vyema maagizo ya Mheshimiwa Rais. Mmetekeleza vyema maagizo ya Mheshimiwa Waziri wa Afya. Mmetekeleza vyema maagizo ya bodi. Endeleeni kufanya hivyo hivyo, lakini mtangulize Mungu sana. Kazi yetu ni ya utume, kazi yetu ni ya upendo, kazi yetu ni ya faraja. Kazi yetu kwa kweli inatupa heshima sana. Nimefurahi sana mlivyosherekea. Mmesherekea kwa dhati. Ninaona watu mnacheza, wengine matoa machozi kwa sababu ya kazi nzuri mlioifanya. Yaani natamani pia angalau tungekuwa na lunch ya pamoja siku moja, tule pamoja, tunywe ili tufurahie. Lakini kwa sababu nimesema kuna SGR Mikumi Tours, lakini pia kuna bonanza, itoshe kusema hiyo ni kwa sababu ya upendo na kazi nzuri ambayo mmeifanya. Hongereni sana. Mtaendelea kuja zaidi, mtaendelea pia kupokea mambo mbalimbali ambayo yanahitaji nguvu yangu. Na hata kama kwenda kwa katibu mkuu, niko tayari kumpigia simu, niko tayari kwenda, ili mradi tu hospitali yetu ya Amana iendelee kufanya vizuri. Nimesema nije walau nizungumze na ninyi kwa kweli, na wengine inawezekana tujawahi kuonana. Leo imekuwa siku ya kwanza. Kwa hiyo mkisikia rais wenu ndio mimi, kijana nimezeeka kidogo. Nimezeeka ni mzee. Majukumu ndio yanazeesha lakini Mungu atabaki kuwa Mungu milele yote. Na hii zawadi hii iko wapi? Hebu nishike bwana, angalau ni kwa upendo mkubwa ambao kwa kweli nimeipenda sana. Zawadi hii kombe zuri kabisa ambalo limepambwa na bendera ya taifa. Bibi na bwana, ni heshima kwa hospitali ya Amana. Mungu aendelee kutubariki. Mungu aendelee kutupa umoja. Mungu aendelee kutupa upendo. Mungu aendelee kutushikamanisha. Mungu aendelee kutufanya tumtangulize yeye kwa kila kazi
na kwa kila mafanikio ya Amana Hospitali. Na Mungu aendelee kutupa upendo kwa wagonjwa wetu. Mungu aendelee kutupa roho nzuri kwa wagonjwa wetu. Mungu aendelee kutufanya tuipende kazi yetu. Na Mungu aendelee kuwa baraka kwenye hospitali ya Amana. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Sasa kwa sababu hii tuzo ni ya kukabidhi, sasa nataka nikukabidhi rasmi. Twende wote sasa. Amana oye! Amefanya vizuri. Basi niombe sasa ile meza isogee hapa. Viongozi hivyo kwa mwenyewe tuna burudani. Niji uendelea. Naomba meza ya keki isogee hapa. Sasa niombe mtu mmoja anayetuandalia keki aitoe keki ikae kama keki yenyewe nje ya box. Saidia kufungua. Asiyecheza kwa keki. Sasa nataka ile tuandalia keki aisome mwenyewe yale maandishi aliyoandika tafadhali kwa sauti yake. Yuko wapi? Nimeambiwa umetoka Dubai, ni kweli? Haya, twende sasa isome mwenyewe ulivyoandika basi. Mwambie mgeni rasmi. Bwana Amana hoye. Amana hoye. Super brand. Keki yetu kwa kweli ni kama symbol tunasema ya ushindi wetu. Keki imeandikwa Amana the Super Brand. Amana the Super. Na mwenyewe. Haya, DJ. Nitoa taratibu sasa. Kwanza wapigeni makofi mengi sana. Wote wamekizi vigezo. Hakuna hata mmoja alidondosha tone la champagne. Na huo ndio ufunguaji wa champagne wa leo. Rudi katikati mcheze hapo. Ukisha gonga jega katikati hapo. Amefanya chochote tena, namshika na mchoma, amsemi chochote na mbeba. Haya, twende hapa, turudi hapa tunacheza. Huyu ni wangu na kama simuogopi yoyote. Amina mbele, amina mbele mbele. Amina mbele, amina mbele mbele. Acha apite mbele, apite mbele mbele. Haya, sogeni hapa tucheze. Viongozi karibuni tucheze hapa sasa. Cheers kwa mara ya pili. Cheers kwa mara ya tatu kwa afya njema na maendeleo bora ya Amana. Haya, hapo unakunywa sasa.